wenzako wanafanya mtihani wewe unalala, si ndio? Hivi unajua siku hizi sikuelewi. Naomba uchukue pepa humu ndani na uanze kufanya mtihani. Unanisikia? Na kama hutaki kufanya mtihani, ni bora ukatoka nje. Okay, wengine tunamaliza. Jambo mwalimu. Jambo. Habari ya saa hizi? Nzuri. Aha, tukusaidie nini? Mwalimu, mimi ni dada yake na Rozi. Sasa nilikuja kumuona kwa sababu mama yake anaumwa. We, acha fujo. Aha. Nilikuja kumuona kwa sababu mama yake anaumwa. Kwanza umefanya vizuri kufika, kwa sababu nilikuwa nataka nitenge muda ili nionane na wazazi wa Rozi. Na kwa sababu umesema ni dada yake, ni vizuri ukafikisha taarifa hizi. Hapa ndani Rozi hayupo. Nimemfukuza, na sio mara ya kwanza. Yaani anakuwa ni binti ambaye ana hali moja chafu sana. Mitihani hataki kufanya, anakuwa ni mtu wa kulala darasani, sijui kiburi. Yaani simuelewi. Kwa hiyo ni vizuri mkamtia binti yenu chini, mkamuonesha ni jinsi gani mtu anapaswa ikae shuleni. Na nimesikia mama anaumwa. Pole sana. Asante. Sawa. Asante mwalimu. Sawa, poleni tena. Haya, asante sisa. Ndio, nilikuwa nakuja kumuulizia Rozi. Sijui kama nitakukuta. Rozi hapa nyumbani hayupo. Kwa sababu mimi mwenyewe nimekuta hayupo na mama mwenyewe ni mgonjwa. Ni kweli, hata mimi naona hali ya mama sio nzuri. Lakini kwa nini msimpeleke hospitalini? Mimi sina pesa. Na Rozi mwenyewe hapatikani ili tutafute hata msaada. Sawa, labda cha kusaidia hapo, nilikuwa naomba mama apeleke hospitalini haraka iwezekanavyo. Na gharama zote ambazo zitahitajika, mimi nitalipia. Unamaanisha Blessing?
Yes, ni kweli kabisa, namaanisha. Asante sana Prince. Ndiyo, huyu ni mama yetu sote. Mama yenu na ni mama yangu pia. Kwa hiyo fanyeni hivyo haraka iwezekanavyo. Asante, tutamtendea kama. Acha niwaache. Rose, nimekutafuta kwa simu au patikani. Ulikuwa wapi? Ulikuwa shule. Rose, acha kudanganya. Huu ni muda wa shule. Rose, acha kudanganya. Tena kuna mwenzio ameshawahi kufika hapa akasema we hata shule ukuwepo. Sasa hayo maisha yako unataka uyafanye yawe. Isitoshi tena mama yako anaumwa. Unamwacha tu unaenda unazunguka. Rose, mimi ni dada yako. Mimi ni dada yako, mtoto wa mjomba wako. Kama nakushauri, nataka maisha yako yasiwe mabaya. Sasa ukija kufanya maisha yako yale, utakachokuja kukipata huko. Imenivunja moyo na paki peke yangu. Rose, kwa nini unaika peke yako? Rose, wewe tangu lini ukaacha kupenda kusoma? Mbona zamani ulikuwa na bidii sana? Jamani, nawaombeni mngeniacha peke yangu, maana sina leo muda wa kuongea na watu. Lakini sisi ni marafiki zako, unaweza kutambia. Nataka nikushauri. Basi. Kwani hutaki kunisikia? Mimi nilishawaambia sitaki kuongea na wewe. Rose. Mbona leo Rose katubadilikia sana? Ndiyo, na sijui nini kinachomsumbua. Mapenzi ya shule nilimpenda sana, nikasahau
masomo, nikampa moyo wangu wote. Machozi yanatoka, moyo nauma, imenivunja moyo, napaki peke yangu. Shololo, shololo, imenivunja moyo, napaki peke yangu. Shololo, shololo. Hivi Asfati, mara ngapi nimekukataza ufanye hivyo? Nimekwambia kama mbali na mimi, mtu pekee wako karibu yangu ni Rose na hakuna mwingine. Hivi Bresi, nini utaelewa hisia zangu kwako? Mimi ndiye mwanamke pekee ambaye ninayekupenda kuanzia sasa. Kwa nini usafiri? Najua maumivu na mapenzi. Najua kiasi gani unavyojisikia na maumivu ukatatua pia. Lakini mimi siko tayari kuwa na wewe. Please, naomba ukae tu na mimi natosha. Mapenzi ya shule nilimpenda sana, nikasahau masomo, nikampa moyo wangu wote. Machozi yanatoka, moyo nauma, imenivunja moyo, napaki peke yangu. Fabrice, nikwambie jambo moja ndugu yangu. Jaribu kuongea na Blessing au makini na masomo yake. Na chingine inabidi ajue kama shule ndo maisha yake ya baadaye. Unajua tatizo lako wewe Hamisi, unapenda kuongea sana. Kila siku masomo. Ukiona kama upendwi, unataka wengine wawe kama wewe. Sio hivyo Fabrice. Mimi kama naongea hivi ni kwa sababu mimi namjali. Tambua kama bila masomo maisha yake ya baadaye yatakuwa ni magumu sana. Kwa hiyo inabidi tuwe tunafikiria kesho yetu. Acha kunichosha na hayo maneno yako. Mimi sipendi shule na sio lazima kila mtu kupenda shule. Sawa Fabrice, kama utaki kuelewa, sina la kuongea. Lakini kumbuka, kuna mambo mengi tunayopitia katika maishani. Na chaguo tunalolifanya leo, ujue kama ndo litaamua kesho yetu. Esther. Nini? Hebu nipatie. Leta. Imenivunja moyo, napaki peke yangu.